sio mateka. Sikiliza, mimi pia sio mateka. Mimi sikuzaliwa kwenye usabato, lakini neno la Bwana liliniweka huru. Nilitafuta nikaufahamu kweli, nikasema I cannot entertain uongo. Kwa sababu baba alizaliwa kule, baba alizaliwa kule. No, baba alizaliwa kule, huo ndio ulikuwa uelewa wake. Hivi unanielewa? Huo ndio ulikuwa uelewa wa baba. Lakini now the time has come. Ukweli umefika nyumbani mwangu. Kwa nini niendelee kubaki nyuma? Kwa hiyo neno la Bwana likaniweka huru. Na tangu limeniweka huru, nalifurahia kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Day 2. Sasa tunaanza leo. Day 2, siku ya pili leo. Theme yetu ni ile, the truth we must uphold. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moja ya vitu ambavyo napenda sana ni kuhubiri kwa wanachuo. Napenda mno. Hata mkinialika kila juma nakuja. Kwa sababu kwa wanachuo unaandaa mada ambazo ni fikirishi. Hivi unaelewa na kufanya uingie kidogo, usome, ulete hoja. Wanachuo pia waseme okay. Ukiwa tunahubiria kule wananchi wa kawaida kule kijijini, wao tunapiga kwa sababu they have limitations. Si unajua Leo tuangalie creation account versus science. Leo tutaangalia, does science contradict the Bible? Does science contradict the Bible? Tutaangalia leo hapa. Na nyinyi ni wana science. Mimi science niliacha form ngapi? Form 2. Baadaye nikapenda hesabu ndio nimesoma kutoka chuo kikuu. Na niliacha physics kwa sababu sikuwa na mwalimu, lakini sio kwamba hesabu zilinishinda. Kwa sababu wale walikosekana physics. Kwa sababu form 6 nimesoma hesabu. Kwa hiyo sio mkasema nilikuwa mdogo. In its study of the natural world, science inatumia physical world. Hivyo unanielewa? Nimewaacha hata nini? Modern science gains understanding by interpreting data from observation and what? Maanake ni nini? Science ni experiments na observation. Bila observation, bila experiments, there is no science. Uongo kweli? Kwa hivyo, out of observations, out of experiments, there is no science. Kwa hivyo mwanasayansi ili afanye vizuri, lazima awe na kitu tangible in hand. Halafu akichukua hicho kitu aende nacho. Watu kule mnaendaga, don't make noise. Watu kule laboratory akapime bila kuwa na specimen. There is no science. Kwa hiyo sayansi yenyewe imejengwa kwenye observations. And what do you observe? Una observe kitu ambacho kiko pale tayari. What do you experiment? Unafanya experimentation ya kitu ambacho you have it. It is there already. Kwa sayansi does not bring something out of nothing. Uongo kweli? Science does not bring something out of nothing. Inatumia vitu vilivyopo ku-observe na kupima na kuthibitisha. Alafu ndipo iseme moyo unadunda. Mara ngapi lakini? Mara 70 kwa dakika. Hivi unanielewa? Maana yake ni kwamba moyo tayari upo haupo. Mdundo upo haupo. Ila sasa inathibitisha unadunda mara 70. Alafu ninasema sasa, hapa ndipo mtu ana afya sawia. Ukianza kudunda mara 90 huko, you have a problem.
Tuendelee kidogo. Some 3 or 4 centuries ago, karne 3 zilizopita, Western scientists were seeking to learn how our bodies work, how the heavenly bodies move, and much more. Wanasayansi walitaka kujua hivi miili yetu hii inafanyaje kazi, miili yetu hii. Wakaenda mbali zaidi, wakasema tunataka pia kujua heavenly bodies. Heavenly bodies ndio hizo planets, the stars and the like. Hizo ni heavenly bodies. Wanataka kujua zinafanyaje. Ndio akasema dunia kuzunguka kwenye muhimili wake, si ndio? Tuendelee ndio. Their knowledge was limited. Why? And some questions seemed beyond explanation by the known processes of nature. Utafiti wao ulikuwa na limitations. Hawakuweza kupata majawabu ya kila swali kwa sababu wanadamu wana limitations. Kwa hivyo kuna majibu mengine hawakupata. Yaani kuna majibu beyond their capacity, beyond the known processes of nature. Yaani kuna majibu ambayo hawakuyapata kwa sababu hayapatikani kwa vitu ambavyo tunavifahamu tayari vilivyopo. It seemed that even scientists at times relied on mystical forces to explain what they could not understand. Kwa hiyo sayansi sio majibu ya kila kitu. Uongo kweli. Sasa tatizo kisha kwa mwanasayansi sio mbishi. Kwamba tutajua kila kitu. Haiwezekani. Na ndio maana kuna madentisti, si ndio? Kuna urologisti, kuna wanaosoma cardiologist, si ndio? Lakini wewe ukawa wewe Festo, ukawa cardiologist, ukawa dentist, ukawa earist, ukawa eyist. Haiwezekani. Kwa hiyo kisha kwa sayansi sio tu mbishi kwamba mimi wanafanya sayansi tunajua kila kitu. No, you have limitations. Na kwa knowledge hiyo ni uungwana. Kwa hiyo akasema kuna vitu ambavyo huwezi kuvifahamu tu, vile ni mystical. Yaani ni fumbo, mystery. It is a mystery. Mengine wanasema ni mystery. Kwa sababu mengine we cannot explain. Possibly there is a supernatural power ambayo ndio inayoongoza hayo malimwengu mengine. We cannot explain. Sasa hivi we cannot explain. Tufanyeje? Sema there is another force ambayo inayofanya haya yatokeze. Maanake unajisubmit kwamba now my understanding capacity imefika mwisho, lakini there is another being ambaye yeye anajua kuliko mimi. Tunasema una submit kwamba hali nyingine there is a mystical force. Isaya 40:28 nasema, je, wewe hukujua, hukusikia yeye Mungu wa milele, eternal God, Bwana muumba miisha dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Tuna huyu tu mzee wa siku, akili zake hazifanyi nini? Hazichunguziki, wala hachoki, wala hazimii. Kwa hiyo wakati sisi akili zetu zimechoka, tunasema yatosha leo kwa siku. Kuna mwanamume akili yake haichoki, and his understanding is unsearchable. Let's move on. Kumbukumbu la Torati 29:29. Biblia inasema mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Kumbe yako mambo yaliyofunuliwa, hayo yaliyofunuliwa ni ya kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yale ambayo ni asili ni ya nani? Ya Mungu. Sasa yaliyofunuliwa ni halali yetu. Na Mungu ameyafunuaje? Kwa neno lake la uzima, Biblia. Hayo ameyafunua. Ambayo hajayafunua ni ya kwake. Hayo ndio yanayo reserve his status kama Mungu. Turudi kidogo kwenye sayansi tena. Kidogo kwenye sayansi. However,
It is quite impossible to downplay the importance of science in its set of knowledge. Haiwezekani kupuuza umuhimu wa sayansi. Si ndio jamani? Haiwezekani. Nataka mtu mmoja hapa nimsaidie. Nadhani sio huku tiba. Sio education. Education ni akizani ziko vizuri. Kuna college moja, mwamba moja aliacha chuo. Alipoacha chuo akaenda kijijini, akaanza kuwadanganya wazazi wasipeleke watoto shuleni. That is not the Bible. That's not the Bible. Akawatoa watu na wazazi wasipeleke shuleni. Hii sio elimu ambayo Mungu anataka tusome. That's not the Bible. Sasa ningekuwa na wale watu hao ningewasaidia. Kwa hiyo hatuwezi tukapuuza umuhimu wa science katika maisha yetu. Lakini sayansi sio kila kitu. Lakini hatuwezi tukapuuza umuhimu wake. Think of improved health care and treatments for disease that were lethal in past centuries. Kuna magonjwa ambayo zamani ilikuwa mtu akiyapata anakufa tu. Hamna treatment. Lakini leo kwa sababu ya sayansi tuna tiba. Kwa hiyo hatuwezi tukaipuuza sayansi. Sasa napoeleza haya mnielewe. Maana kuna watu wana dini ambayo sio ya Biblia, dini ya hisia. Yaani hisia imezidi dini. Wakati Biblia inasema nitakuabudu katika roho na akili, na nitaimba katika roho na akili pia. Hapana popote Biblia inasema nitakuabudu katika hisia. We worship in spirit na akili. Kuna watu hawapeleki watoto hospitali lakini sio nyie maana mjazaa. Tunaomba maombi. Sawa, Mungu yupo kuponya lakini hata yale ambayo ndani ya uwezo wetu. Yaani unaona kabisa gari limeacha njia. Miguu unayo. Halafu anasema baba, wewe tu unaona gari litaacha njia. Nilipitie hicho kifo, Mungu hata anajua hapa. Kwenye Biblia kuna kisa cha mpiganaji anaitwa Abner. Ni Samueli wa pili nadhani, sura ya 3 fungu la 30. Alikuwa ni mpiganaji wa vita hodari. Alipokufa Daudi alimwombolezea lakini alisikitika sana. Akasema nimekuwa jamani kufa kifo cha kipumbavu. Why? Anasema mikono unayo haikufungwa na miguu haikufungwa. Anafanya kufanya kifo cha kipumbavu. Maana yake ni nini? Yuko na akili, jitetee. Sasa mtoto anaumwa, usimpeleke hospitali, unasema sisi ni watu wa prayer. Prayer and praise. Many mothers who once would have died in childbirth now have hope. Mama zetu zamani ambao walikufa tu kwa magonjwa, sijui mimba imetunga nje ya mfuko na nini. Walikufa tu ovyo ovyo, lakini leo mtu anaambiwa mimba imekosea njia. Lakini kuna namna ya kuielekeza njia. Can you imagine the invention of computer? Matumizi ya computer ambavyo yameturahisishia maisha. Si mnaona at least you can follow. Si ndio? Unaweza kuidharau sayansi. Kwa sayansi sio adui wa Biblia. Ningetamani ningekutana na wale watu ambao wanaohubiri uongo wakidhani hiyo ndio dini. That is not dini. Kwa sayansi imefanya tu ni mazuri sana kabisa. But a general rejection of science as argued by some is not warranted. A general rejection. Yaani tu from nowhere, hamna. Sayansi hamna kabisa. Tulikuwa tunajadili siku moja kwenye restaurant. Na wasanato ndio wamejua restaurant wabishi. Na kubishana kule kufanya ndogo ya kiroho. Yaani ukijua kubishana you think you are spiritual. Sasa unajua issue ni nini?
Issue ilikuwa ni kitabu kile cha Yoshua. Aliyesimamisha jua ni nani? Ni Yoshua. Geography inasemaje? Ni nini inayozunguka? Ni jua au dunia? Lakini jua liko pale pale. Sabato mmoja akaja kuchangia. Sayansi wanatudanganya sana. Wanasema dunia inazunguka. Huoni hapa Biblia inaeleza Yoshua alisimamisha jua. Kwa nini hajasema alisimamisha dunia? Hawana sayansi waongo sana. Niwaulize yeye. Tangu mmejua dunia ulizunguka jua, si ndio? Tunachokiona kinatembea ni jua au dunia? Si ni jua? Haya. Jua likizama tunasema sunset. Si ndio? Lakini kimsingi anayezunguka ni nani? Ni dunia. Jua likichomoza tunasema sunrise. Si ndio? Sasa utakuwa ni mchawi wakati in real sense unaona jua ndio linatembea, halafu mwambie mtu wakati Yoshua anasema jua likasimama, maana yake watu walitazama, wanaona yes the sun is imesimama. Ukisema dunia imesimama, kwa mchawi. Kama matokeo ya dunia kuzunguka kwenye muhimili wake, we get sunset, we get sunrise. Si ndio? And this is proved by science. Kwa hiyo huwezi ukabisha tu kwa sababu hata ukisoma Biblia pia lazima uongozwe na Roho Mtakatifu. Lazima utakuwa na shupavu kadini. Scientific research helped us discover the laws of chemistry, the laws of physics, and helped us gain a better understanding of how things work. Physics, science. Tusaidia kujua mpaka kuna masemano. Kwa sababu tumesaidia watu kwa mazuri. Science, scientific discoveries, tunataka vitu vizuri. Kwa hiyo tuwezi kuikataa science. Why science has been so successful? It has limits as well. When we say science haina majibu ya kila swali. Ni nzuri ndio tunaikubali, lakini haina majibu ya kila swali. Why human beings are finite and fallible? Binadamu finite, ni finite and infinity. Mimi nimesoma, sikusoma HKL, nimesoma ETL. Kwa mimi sikusoma mambo ya phonology na semantic kwa nini huko. And fallible, kwa wanadamu wana ukomo. Ndio hiyo finite. Lakini fallible, wanadamu wanaweza wakafanya makosa. Mwaka fulani pale Muhimbili, mtu alikuwa anafanya operation ya kichwa. Alikuwa anaitwa Emmanuel, operation ya kichwa. Alafu kuna Emmanuel mwingine operation ya mguu. Faili ikaja haraka, wasisome ni Emmanuel gani. Ndio mama akampasua kichwa, kumbe operation yake ilikuwa ni ya mguu. Why? Wanadamu wanaweza wakakosea. Ndio maana sayansi haina majibu ya kila swali. Lakini Mungu pekee wa kwanza hana mwisho, lakini pili hakosei. God is infallible. He does not make mistakes. Hakosei. God is infinity and God is infallible. Swali, what should we do when scripture and science clash? Kwenye mambo sayansi na maandiko vinagongana. What should we do? The better solution to the conflict between scripture and science is to allow the Bible to inspire and guide all our scholarly studies, including science. Kwa Biblia iko superior, iko juu ya sayansi, ndio ambayo inapaswa kutuongoza katika tafiti
tafiti zetu zote. Mfano, habari ya kifo. Sayansi ina majibu ya kifo? Hawana. Hawezi kurudisha uhai. They cannot. Kwa sababu gani? Mungu alisema utakufa namna gani? Hakika. Na Mungu hakusema. Alishasema wanadamu hawezi kutegua. Haiwezekani. Kwa sayansi haiwezi kutupatia majibu kwa sababu sayansi is inferior. Trustworthy wisdom and guidance comes from God. Hekima na maarifa mazuri yanatoka kwa Mungu ambaye yeye amekuwepo, ambaye yeye ni origin of everything and told us about it, ambaye ni mwanzo wa kila kitu na ametujulisha. Mungu ambaye yupo katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 fungu la 14, wakati Musa anaenda Misri, anamuuliza Mungu, uko nakoenda wakiniuliza ni nani aliyemtuma niwaambieje? Mungu anaambia, nenda kawaambie mimi niko ambaye niko nimekutuma. Go and tell them I am who I am. Niko ambaye niko. I am who I am. Maana yake nini? I have no beginning, I have no end. I have been there, I am there, and then I will be there. Kwa hiyo God who has been in the past, God who is in the present, and the God who will be in the future, yeye hakosei. Hakosei. Funuo 1 fungu la 8 anajitambulisha, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja Mwenyezi. Kiingereza kinasema I am the Alpha and the Omega. Alpha ni herufi ya kwanza katika lugha ya Kiyunani, Alpha. Alafu Omega ndio herufi ya mwisho kwenye zile alfabeti za Kiyunani, the Greek alphabet. Wanasema I am Alpha and the Omega, says the Lord, God who is in the present, God who was in the past, and the God who is to come in the future, the Almighty. Mzee, wewe uko present yao? Yaani wewe historia yako ni fupi. Alizaliwa 95, akasoma shule ya msingi Changanyikeni, akaenda chuo, akaoa, over. Zaburi 111 fungu la 10. Kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima, wote wafanyayo hayo wana akili njema. Biblia habari njema inasema wana msara. Wana msara watu gani? Wanaomcha Bwana, maana katika Bwana wanachota hekima na sifa zake zakaa milele. Kwa hiyo ukitaka uwe na hekima, uwe na maarifa, uwe na akili njema, uwe na msara, siri imefunuliwa. Mche nani? Mche Bwana. Siri iko wazi kabisa. Sayansi haiwezi kuelezea matukio ambayo yanatokea tu mara moja. If an event occurs only once, such as in the case of creation, science is unable to provide much analysis. Huwezi kuanalyze creation. Science haiwezi kuanalyze creation kwa sababu it happened once, na matokeo yake yanadumu hata sasa. We have to acknowledge that scientists are only human. Si ndio nyie? Si ni wanadamu? And none of us is an expert in all areas of science. And none of us has everything right. Tukasema hakuna hata mwanasayansi ambaye anajua kila kitu. Kila mmoja ana area yake ya kufahamu. Ultimately, our faith is based on the word of God, not on science. Bwana Yesu asifiwe. Imani yetu sisi imejengwa katika neno la Bwana. Biblia, the Logos, haijengwi katika sayansi. Neno la Bwana. Science and scripture are not in conflict. Ukiwa na akili nzuri, unagundua sasa kwamba sayansi na neno la Bwana hazigombani. Ukiwa na akili nzuri.
kwa sababu zote zinakubaliana, zina mwanzo wake ni mmoja, ambaye ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Na by the way, science is a slave to creation. Yaani science ni mtumwa wa uumbaji. Yaani mtumwa. Unajua mtumwa hajitetei wala nini? Sayansi kwa uumbaji hajitetei wala nini? Kwa nini? Tulianza mwanzo tukasema ili sayansi afanye kazi yake lazima afanye kwa observation na nini? Na lazima awe na specimen. Si ndio? Sasa specimen ilitoka wapi? Specimen iliumbwa. Mungu ambaye aliumba vitu vyote out of nothing. Ndio ile mliona inaitwa ex nihilo kwa lugha ya Kilatini. You create out of nothing. Ex nihilo kwa lugha ya Kiebrania inaitwa bara. Bara, to create. Na hiki ni kitenzi pekee ambacho mtenda, the subject ni Mungu. Mwanadamu hawezi kucreate, labda acreate matatizo. Kwa hiyo wasomi wanasema bara ni verb ambayo object ni Mungu pekee. Kwa hiyo katika Mwanzo 1:1 inasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nini? Na nchi. Kwenye Kiebrania anasema bara bereshit Elohim hashamayim haaretz. Bara aliumba, he created out of nothing. Alitamka vitu vikawa. Sayansi yeye anakuja kuthibitisha vitu baada ya kutumia vitu vinavyoonekana, vitu vilivyoumbwa. Kwa hiyo ukiondoa creation umeua science. Maana hawezi kuobserve, hawezi kufanya experiments. Na mimi ni mwana sayansi, msiku nikasema pastor, mbona mtu tukandia wana sayansi? Sasa mimi nilisoma physics form 1 na form 2 kabisa. Kwa hiyo Genesis chapter 1 na chapter 2 inaeleza habari ya kuanza kwa mambo yote, uwepo wa wanadamu, uwepo wa vitu vyote. So Genesis maana yake ni vitu kuanza, ni Genesis ni mwanzo. Chapter 1 inaelezea, ina outline the outline of creation. Chapter 2 ina focus more closely on the creation of humanity. Wanadamu sasa hapa anaelezewa vizuri. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. It is a summary statement for the rest of the chapter. Kwa hii ni summary. Baadaye kesho kwa tujalia tutakuja kumwangalia mwanadamu vizuri. Kwa hiyo maandiko yanaelezea kwamba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana ni kazi ya uumbaji, na aliyeumba ni Mungu mwenyewe. Hapo tunaona kwa hiyo Biblia inasema in the beginning God created. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Huo mwanzo ni mwanzo wa nini? Which beginning? Biblia inaelezea it is the beginning of creation. Tunaelewana? Ni mwanzo wa nini? Wa uumbaji, sio mwanzo wa uwepo wa Mungu. Kwa sababu kabla ya uumbaji Mungu alikuwepo. Because yeye he is an created one. Yeye hajaumbwa. Kwa kabla ya uumbaji alikuwepo. Sasa maarifa ya mwanadamu tunapata ufahamu tu kuanzia hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa hiyo ufahamu wetu unafahamika, tunaweza tukaelewa kuanzia pale ambapo uumbaji ulipoanzia. Lakini kutrace kabla ya uumbaji hatuwezi. Maana kabla ya uumbaji alikuwepo nani? Ambaye tunaambiwa yeye ni unsearchable. Sasa mambo na Kumbukumbu la Torati 29:29 nasema mambo yote ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini yaliyofunuliwa ni ya kwetu na watoto wetu. Mwanzo wa uumbaji mambo yakafunuliwa, hayo ni ya kwetu.
N.G. White anasema sasa kufungua, kuna pazia limewekwa hapo ya kabla ya uumbaji. Kulifungua hilo pazia, anasema ni kifo, kwa sababu ukifungua unataka kumjua Mungu. Hivi Mungu huwa anasimama, anakaa, huwa anatabasamu au anafanyaje? Anatembea, anafanyaje? Anapua kama yangu au hana? Kwa hiyo hayo huwezi kumstadi Mungu, huwezi kumfahamu. Hayo hayajafunuliwa kwa sababu hayo ni ya kwake. Zaburi 33 fungu la 9, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake alitamka vitu vikawa. Sayansi haiwezi katamka vitu vikawa. Yaani pale unakuta Isaac Newton anasema basi ni bana tokeza. Maana yeye alisema ikafanya nini? Ikawa. Na yeye aliamuru ikafanya nini? Ikasimama. Waebrania 11 fungu la 3. Kwa imani tufahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Yaani vitu vinavyoonekana havikutengenezwa kwa vitu vinavyoonekana. Yaani vilikuja kuonekana just kwa neno la Bwana, vikatokeza vitu vinavyoonekana. Ndio maana wanahistoria wanatumia nini ile? Wanahistoria wanatumia nini? Ni carbon 14. Wanatumia nini ile? Wanasema nini? Ndio kuna ule mti, unaweza mnapimaga, mnajua huo mti, unajua umri wake, si ndio? Sijui umekauka lini kadhalika. Hizo ni taaluma za wanadamu, lakini Yesu aliamuru mti ukakauka pale pale. Physics did not apply by that time. Lakini mnajua pia Petro alitembea juu ya maji. Physics did not apply. Lakini vile vile mtakumbuka Mungu alizuia mvua isinyeshe miaka 3.5. Physics and the geography did not apply. Kwa sababu gani? Yeye ndiye baba wa geography, baba wa fizikia. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo vinaonekana, Biblia inatuambia ni matokeo ya vitu ambavyo si halisi. Maana hatukuvitengeneza. Binadamu sisi tunatengeneza kwa sababu ili utengeneze cement lazima uwe na madini fulani na madini. Unaweka ka formula hapo, unachanganya na nini, unapata vitu. Kwa sababu unaunganisha vitu unapata. Sasa yeye anasema vitu vinavyoonekana si matokeo ya vitu vilivyoonekana. He just spoke and the things happened. Huyo ndio Mungu wa mbinguni. Sasa Mungu amejifunua kwetu. Let's kimbia. Mungu amejifunua kwetu kwa namna mbili, ufunuo wa jumla na ufunuo maalum. Mungu amejifunua kwetu ili tumfahamu. Kuna ufunuo wa jumla na ufunuo maalum. Kwa hiyo hakuna ambaye anaweza akasema mimi siwezi kabisa kumfahamu Mungu. Kila mtu ana nafasi. Tuanze na ufunuo wa jumla na tukitumia kipengele cha uumbaji. Zaburi 19:1, mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Yaani kuna vitu ambavyo Mungu ameviumba, tukivitazama tu tunarudisha kwake sifa na utukufu. Ukienda kwenye mlima Kilimanjaro, unapotazama ni wewe tunasema Mungu fundi. Mungu fundi. Ni nini? Ni kazi ya mikono yake ya uumbaji. Lakini kuna dhamiri. Sasa unisikilize vizuri. Dhamiri ama conscience kwa Kiingereza, kila mtu ana dhamiri ambaye anamjua Mungu kwa kufundishwa ama bila kufundishwa. Kila mtu ana dhamiri. Kwa nini? Kwa sababu binadamu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Dhambi ilipoingia haikuondoa sura ya Mungu ndani ya mwanadamu, bali dhambi ilichafua sura ya Mungu. Kwa hivyo kila mwanadamu, hata ambaye ni mpagani kabisa, toleo la kwanza, hofu ya Mungu anayo. Kwa sababu gani? Baada ya dhambi kuingia, Mungu hakuondoa sura yake yote. Maana hakuwa na mpango wa kuumba mwanadamu mwingine, lakini sura yake ilikuwa imechafuliwa. Kwa hivyo akabaki na sura ya Mungu.
Warumi 2 fungu la 14. Kwa maana watu wa mataifa ni watu gani? Ni watu ambao hawajapokea neno, wasio na sheria, wasio na neno la Bwana, ili hapa wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya Torati. Hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao. Hao waionyesha kazi ya Torati iliyoandikwa mioyoni mwao. Yaani sura ya Mungu iko katika moyo wa kila mwanadamu. Na ndio maana hata ambaye sio Mkristo, ambaye sio Muislamu, ajua kabisa kuua ni kosa, kuiba ni kosa. Hata kama hajaisoma kwenye Qur'an, hajaisoma kwenye Biblia, lakini anajua kuiba ni kosa. Hata kama ni mpagani toleo la kwanza, akikukuta unampiga mtu vibaya, anaweza akamhurumia mtu. Kwa nini? Dhamiri yake inamshuhudia. Na kwa sababu gani? Sura ya Mungu iko ndani yake. Amen. Tukimbie kidogo maandiko sasa. La pili, katika habari ya ufunuo jumla kuna historia. Historia inaeleza wanadamu wametoka wapi katika habari ya uumbaji, lakini historia pia inatueleza kwa nini tuna Wakuria, tuna Wagogo, tuna Wasukuma, wai kabila tofauti wakati asili yetu ni moja. Lakini Mwanzo sura 11 fungu la 7 mpaka la 9 inatuelezea wakati wanajenga mnara wa Babeli, Mungu alisema tushuke chini tuwachafulie nini? Usemi. Hapo ndipo Mungu ikawa leta ukuta, leta mbao, analeta nondo, leta nondo, analeta msumari, madishi yakayumba. Kwa tunaangalia, tunakumbuka kwamba Mungu alichafua lugha, ndio maana tukapata hizi lugha. Wakuria, Wasukuma na kina nani hao, kila mmoja yuko proud na kabila lake. Lakini pili, historia inaendelea kwenye historia, falme za dunia. Danieli 2 fungu la 21 linatuambia kwamba yeye hubadili majira na nyakati, kutengua na kuteua wafalme, huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Kwa hiyo falme anazipangilia, na kipindi kile anamwambia mfalme Nebukadneza kwamba ufalme wako unapita, utakuja ufalme mwingine. Nebukadneza hakuelewa, akasema ngoja nichonge sanamu kabisa lote, alafu liwe la dhahabu ili ufalme wangu usipite. Lakini bado ufalme wake ulipita. Why? Mungu ndiye anayeweka falme. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na yeye ndiye anayeweka watawala, hata kama mtawala humpendi. Si unaelewa, katika historia ya Mungu alikuwa na mfalme anaitwa Ahab. Ahab alikuwa dishi imeyumba kabisa, lakini bado Mungu alimwacha akatawala, na anatawala taifa lake takatifu. Lakini mfalme dishi imefanya nini? Kwa hiyo usihangaike na kelele za ulimwengu. Anapokuja mtawala ambao umuelewi, wewe sema Mungu huweka wafalme, na yeye ndiye badili majira na nyakati. Usihangaike kuingia barabarani. Don't dare. Bwana Yesu asifiwe. Don't dare. God knows. God knows. Kama aliruhusu taifa lake mwenyewe ambao walikuwa wanaongoza watu, yaani wale walikuwa wanaongoza yani taifa, mfalme anaongoza watu wa Mungu. Akaruhusu Ahab akatawala dunia, pala akaoa mwanamke, akavunja madhabahu ya Bwana, wakajenga madhabahu ya Mungu Baali. Mungu yupo tu, akaendelea. Mungu anamtazama tu, lakini hakuacha kumwonya, alimwonya. Kwa hiyo unapoona mambo hayaendi vizuri, sema Mungu huweka wafalme na kuondoa, alafu relax. Sasa sikiliza, tumemaliza habari ya ufunuo wa jumla. Kuna ufunuo maalum. Ufunuo maalum huu ndio muhimu zaidi kuelewa. Dhambi ilileta madhara makubwa sana. Wanadamu walipotengwa na Mungu, kwanza tu, matokeo ya kwanza kabisa ya papo kwa papo, Mungu anakuja anamuita Adamu. Adamu anasemaje? Nimefanya nini? Nimejificha. Matokeo ya dhambi yalimtenga Adamu na Mungu. Kabla ya dhambi, Adamu alikuwa na fahari kwenda kuongea na Mungu. They spoke as friends. Lakini this time around, baada ya dhambi kuingia, Adamu anajiona na hatia, hafai, anajificha. Kwa matokeo ya papo kwa papo ya dhambi ni kwamba Adamu anamwona Mungu ni adui, anajificha.
Kwa hiyo wanadamu waliotengwa na Mungu kwa sababu ya dhambi, hatia, aibu na hofu vimeharibu maarifa ya Mungu yanayodhihirishwa katika viumbe vya asili. Kwa leo mwanadamu hawezi akaangalia uumbaji wa Mungu wa asili alafu akasema Mungu atukuzwe, Jehova Yahweh, Adonai, shalom shalom. Kwani nyie mkiona kuku huwa mnasemaje? Mnasema asante Yesu. Mkiona kuku akila kujani supu, si ndio? Lakini kabla ya dhambi, Adamu angeona kuku amtukuze nani? Ukiona nyoka unaona nini? Kimbia, si ndio? Dhambi. Sasa kuna bwana mmoja alienda ukweli. Sasa alipofika ukweli, mama akamwambia kijana afukuze kuku. Kijana akafukuza kuku, akashika kuku akamwambia, jamaa, mkulima ni Kiswahili. Kiswahili. Yaani mtu aliyeoa kwenye familia fulani, yaani huyu muaji sasa aliyeoa familia fulani. Kwenye hiyo familia Kiswahili anaitwa. Jamaa akapaza sauti akasema, "Hello. Mimi sikai sana. Kuku msimchinje, sikai sana." Mama akasema, "Hapana, tunamwekea dawa." Ndio shida ya dhambi. Kwa mkiona unajua kitoweo ni dhambi. Sasa katika bustani ya Eden, on every leaf, katika kila jani katika bustani ya Eden, and the stone of the mountains, na jiwe katika milima, in every shining star, na katika nyota, in earth and in sea and the sky, God's name was written. Watu wangiona mimea wamshangilie Bwana, waone ndege wamtukuze Bwana, waone hiki washangilie Bwana, waione milima wamtukuze Bwana. That was the time in Eden, kabla ya dhambi kuingia. Lakini baada ya dhambi kuingia, mambo yakaharibika. Mwanzo 1:31 inasema baada ya Mungu kuumba kila kitu kilikuwa ni chema sana, lakini dhambi ilipoingia mambo yakabadilika. Warumi 8:22 inasema, kwa maana tunajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina uchungu pamoja hata sasa. Hata mimea nayo inaugua kwa sababu ya dhambi, kuku wanateseka kwa sababu ya dhambi, ndege wa angani, kila kitu kwa sababu ya dhambi kinaugua. Kwa hata ndege nao wanasubiria siku ya kufunguliwa ili msiwachinje. Ndugu mmoja alienda shambani akapatana na uyoga, chuma uyoga vizuri, akaleta nyumbani, akaupika vizuri uyoga, pika vizuri, ameukamia. Akaita watoto wake pale, wakapiga sarafu ya msosi, wakaanza kula, wakapiga ugali uyoga, ugali uyoga, ugali uyoga. Akaja nyau, ana njaa, wakamchovea chonge ile nyau, wakampa. Nyau kapiga chonge la pili, akadai la kwanza, la pili wakampa la tatu. Nyau baadaye hali kabadilika, kaanza kugaragara nyau, garagara nyau. Mama akashtuka akasema, "Huu uyoga utakuwa una sumu." Kwa baada ya hapo akaanza kutapisha wanae wote. Tapisha akapeleka hospitali. Ishalegea tu imelegea. Baadaye zimehudumiwa kule hospitali, anarudi, anakuta kumbe yule nyau alikuwa na uchungu wa kuzaa. Ndio Biblia inasema vitu vyote pia vinaugua. Why? Uyoga imekuwa mboga. Mimi silaki uyoga. Sitaki shida. Dunia yote, usiseme viumbe hai vyote, mimea, wanyama na wanadamu, wamekuwa chini ya uharibifu, magonjwa, hatimaye kifo, kama matokeo ya dhambi. Na hivyo akili zetu pia haziwezi kumfahamu Mungu sawa sawa. Na ndio maana Mungu akaja na ufunuo maalum, akasema, "Where you cannot understand it properly, these are written words." Rejea katika Biblia utaelewa, humo ndimo nimeweka maelekezo yangu. Kwa hiyo kama matokeo, Mungu akaleta Biblia. Na Mungu mwenyewe ndio mwandishi wa kwanza.
Kutoka 31:18, hapo Bwana alipokuwa amekwisha zungumza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao mbili za ushuhuda, mbao mbili za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu. Mungu mwenyewe akaona these people kwa sababu ya dhambi zinasahau mno. Acha niandike zikumbuke. Zikisahau ziwe na mahala pa kwenda kusoma ili zikumbuke. Na nyie kabisa ni mashahidi. Wakati mnaanza ile form 1, unaandika kabisa biology is the branch of science. History is the start of past, present and the future. Unasoma kabisa the start of present or past, present, future. Baadaye unafunika. History is the past. Fungua tena. Kwa Mungu aliona kwa kadri muda unavyoenda wanadamu wanapoteza capacity ya kukumbuka. Ndio maana akaandika mwenyewe kwa chanda cha kidole chake, akaweka hiyo yeye kama mwandishi wa kwanza. Yoshua 24:26, Yoshua akayaandika maneno haya katika kitabu cha Torati ya Mungu, kisha akatoa jiwe akalisimamisha huko chini ya mwaloni ulio karibu na patakatifu pa Bwana. Tunaona Biblia inaendelea kuandikwa. Isaya 30:8, haya enenda sasa, andika neno hili katika kibao mbele cha macho yao, lichore katika kitabu hiki ili liwe kwa ajili ya majira yatakayokuja kwa ushuhuda hata milele. Biblia ikaandikwa ili uwe ushuhuda hata milele. Huyu ndiye atakayetushuhudia siku Kristo atakapokuja katika utukufu wake. No one shall excuse, kwa sababu hakuna atakayekuwa na udhuru, kwa sababu Biblia ni shahidi mwaminifu. Imeandikwa ili uwe ushuhuda hata milele. Kwa hiyo Biblia sio kuikimbia, ni ushuhuda. Wakorintho wa kwanza 14:37, Biblia inasema mtu akijiona ni nabii au mtu wa rohoni na ayatambue hayo ninayowaandikia ya kwamba ni maagizo ya Bwana. New King James anasema are the commandments of the Lord. Yaliyoandikwa humu ni maagizo ya Bwana. And if they are the commandments, we are to obey. We have no option to excuse ourselves. Ni njia pekee ni kuyatii. Hii hapa sasa namna pekee ya kusoma. Mungu anamwangazia mwanadamu, anam-illuminate. That is illumination. Anampatia mwangaza katika akili yake kwa njia ya Roho Mtakatifu. Anasoma Biblia. Anaposoma Biblia akiongozwa na Roho Mtakatifu, anapata maana iliyokusudiwa na Biblia, intended meaning, ambayo Biblia inamaanisha. Kwa Biblia ni ramani ya mwanadamu. Daniel 9:2, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Daniel kwa kuvisoma vitabu na nifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70, wakati wakiwa utumwani kule Babeli. Walipochukuliwa mwaka wa ngapi? Walichukuliwa mwaka gani? 606, wengine wanasema 505 BC. Wakakaa kule, wakaenda Babeli. Wakati walipochukuliwa Babeli, Yeremia alikuwa ametabiri katika cha Yeremia sura ya 25 ya kwamba wataenda kule, watakaa miaka 70, alafu baadaye watarudi kwao. Watarudi kwao Uyahudi. Kwa hiyo Danieli kwa kuvisoma vitabu, kwa kusoma vitabu, akasoma Gombo na nabii Isaya, ndipo anatambua ya kwamba miaka 70 ya kukaa Babeli imekwisha. The time has come. Now we need to go back home. Kwa hiyo ukisoma Biblia inakujulisha majira ulimo, inakufahamisha njia ya kupita. Kwa hiyo Biblia is the road map, ni ramani ya kukujulisha where you are and where you are heading. Bwana Yesu asifiwe. Acha kabisa ukisoma Biblia ni ramani, inakujulisha umetoka wapi, where are you and where you are heading. Biblia
Biblia inakujulisha hayo. Kwa hivyo Biblia ni kitu kizuri sana katika maisha yetu. Tunapaswa kuipenda, tunapaswa kuiembrace, inapaswa kuwa rafiki yetu. Nipe Biblia, neno takatifu. Wimbo namba 62 humo ndani ya